يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. nuko bimeze Imana yavuze ukuri kugira ngo tubandanye ivyigwa byacu. Welcome. Turashimira Imana yacu n'umukiza Yesu Kristo gusura kandi kuduhereza umwanya mwiza nk'uyu wo gushobora guhagarara kino barabara, kandi cyane cyane mu byo dukunda guhagarara imbere y'umusigiti nk'uyu kugira ngo dushobore kubavugira amajambo mazima ashobora gukiza abantu, ili tuweze kuwafunza watu maneno haya ya Mwenyezi Mungu kupitia vitabu hivi, kitabu kitakatifu Biblia pamoja na Qur'an wa. Basi kama sitokawia na kupoteza muda, tutateleje no kutakaza mwanya. Wamesema ya kwamba mada tunayo kwa siku ya leo inaongea kwa hivi. Bavuchimba tusiro musikibwa kiti. Je, Waislamu na majini ni ndugu? Bega Abaislamu n'ibisigo biravukana. Hebu tutumie tu lugha moja kwa sababu ya muda. Nani mwenye asikii Kirundi atia mkono wake juu? Yeah, sawa. Kiswahili endelee. Basi Waislamu kutokana na aya ya Qur'ani ambapo tunaiona katika Qur'ani 46:29. Hii aya ndio tumetegulia kwa hii mada kuwauliza na kuwafunza Waislamu watupatie mwanga na uhakika. Je, aya tunayoyasoma ni kweli au sio kweli? Nyinyi ni ndugu sio ndugu? Msomaji, soma aya Qur'an 46:29. Qur'ani 46. Tembeza tunaenda kidogo. 26 maneno yanasema hivi. Mada inasemaje aya? Na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Qur'an na kukumbuka siku ewe Muhammad tulikuletea kundi la majini. Mkumbuke mada yetu, Waislamu na majini ni ndugu. Tunaona mwenye Allah analeta majini kwa Muhammad, kundi la majini. Basi walipohudhuria walisema kuambiana. Majini walipohudhuria kikao kilikuwa kinafanyika kati ya Muhammad, darasa kati ya Muhammad na majini na Waislamu pamoja. Walipohudhuria wakaambiana aje? Nyamanzeni msikilizeni maneno ya Mwenyezi Mungu. Majini yanasema kusikiliza kisomo cha Qur'ani. Majini akatamba hii Qur'ani, nyamanzeni msikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Kumbe majini yanaamini kama hii Qur'ani maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Shuka. Maneno yanasema hivi. Tembea. Ilipokwisha kusomwa walikuwa jamaa zao wakiwaonya. Na Qur'ani ilipokwisha kusomwa, majini yakasikia kisomo kilinukuliwa na Muhammad akiwafundisha majini na Waislamu wote darasani, wakarudi kwa ndugu zao. Ufafanuzi unasemaje? Ufafanuzi unasema hivi. Ndio leta maneno. Mtume Muhammad kama alivyopelekwa kwa wanadamu. Sikiliza, Muhammad jinsi alivyotumwa kwa wanadamu awafunze Uislamu, ndivyo alivyopelekwa kwa majini kama Qur'ani nzima na hadithi zinavyoonyesha. Muhammad alitumwa tena kwa majini ayafunze nini? Uislamu. Tusikilizane. Uislamu, majini na Waislamu ni ndugu. Tunasikia siri. Muhammad jinsi alivyotumwa, huyu aliyemtuma sijui ni nani, akamtuma kufundisha majini, afundishe na watu nini? Uislamu. Shuka maneno. Maneno yanasema hivi. Mtume alipowasomea. Mtume alipowasomea. Shuka hiyo. Na Mtume Muhammad alipowasomea binadamu. Sikiliza sasa tukio hapa. Ndio pale mada yetu ilipo. Wakati walikuwa majini na Waislamu darasani na mwalimu wao mkubwa ni Muhammad, alipowafundisha Waislamu hawakujibu chochote. Akawauliza swali Waislamu la Qur'ani,
wakashindwa kujibu chochote, wakashindwa Waislamu. Mtume akawatayarisha akawaambia, akawaambia Waislamu, sikilizeni. Ndugu zenu walijibu jawabu nzuri. Hapana. Ndugu zenu wa kijini. Ndugu zenu wa kijini walijibu jawabu nzuri waliposikia haya. Ndugu zenu wa kijini walijibu jibu nzuri waliposikia haya. Kwa matamko ya Muhammad anasema ya kwamba ndugu zenu wa kijini, Waislamu, ndugu zenu wa nini? Wa kijini. Kwa hivyo Waislamu na majini ni nini? Ni mandugu. Somaji, tunaenda pamoja. Waislamu na majini kwa kauli ya Muhammad ni wa nini? Ni wa ndugu. Ndio tukauliza, je, ni kweli nini kwa kauli ya Muhammad ni ndugu na majini? Wala mje hapa mtukanushia mtambie hapana, Muhammad katudanganyishia. Na kama medanganya tunasema hii Qur'an inakuwa ni uongo. Sababu tulipotambua kuwa Waislamu na majini ni wa ndugu, tukasema undugu unaanzia wapi? 72:1-2 katika kitabu cha Qur'an 72. Waislamu tunawataka kwa siku ya leo. Tuna muda mchache mbele ya watu. Tunataka mtambie kweli. Hivi undugu wenu na majini mwisho utakuwa wapi? 72:1-2. Maneno yanasema hivi. Anasemaje maneno ya Qur'an? Sema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini. Undugu wetu sisi Waislamu na majini umeanzaje? Imefunuliwa, ni wahi nimepata, kundi moja la majini. Ndio nilisikia Qur'ani likasema. Kundi la majini liliposikia Qur'ani, majini akasikia kisomo cha Qur'ani, likasemaje? Hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Tumesikia Qur'ani ya ajabu. Inaongoza katika uongofu. Qur'ani hii tumesikia sisi majini inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeiamini. Na hivi tumeiamini. Swali langu, hivi majini yalipoamini Qur'ani yanakuwa kama majini yanakuwa ni nini? Waislamu. Imani ya Waislamu wote duniani wanaamini nini? Qur'an. Na majini wanaamini nini? Qur'an. Kwa hivyo watu wanaamini kitu kimoja. Kwa hivyo majini na Waislamu ni nini? Ni ndugu. Swali, undugu wenu na majini mwisho utakuwa wapi? Sababu gani? 14 hapo kwa Qur'ani. Somaji hapo 14 maneno yanasema hivi. Inaendelea nasema majini. Na sisi majini wamo miongoni mwetu waliosilimu. Tuliposikia Qur'ani majini akafanya nini? Yakasilimu. Leo kila mtu anasema Waislamu wakisimama. Jamani, ni watu gani wamesikia ukweli wa silimu? Huyu mtindo umeendelea tangu zamani. Majini aliposikia Qur'ani wakafanya nini? Wakasilimu. Hivi Muislamu mtu akisilimu anaitwa nani? Muislamu. Mtu akisilimu anaitwa nani? Muislamu. Somaji, kwende vizuri? Ndio. Mtu akisilimu anaitwa nani? Muislamu. Jini likisilimu linaitwa nini? Muislamu. Na jini likisilimu nasalia wapi? Msikitini. Hivi majini nasalia wapi? Msikitini. Kwa sababu majini ni nini? Waislamu. Ndio. Tunataka mje mtukanushie. Tungesoma kwenye Biblia mngesema hapana. Tunasoma Qur'an. Na kama majini ni Waislamu, je, wanaamini aje? Mnaamini kitu kimoja, ni ngoma moja, aiza mnaamini vitu tofauti? Au asili ya majini? Ulimwengu wa majini. Ulimwengu wa majini kwa 31. Je, imani yenu ya majini na Waislamu ni imani moja? Ni kweli si kweli? Ndio iliyosababisha mnakuwa wandugu. Ule undugu wenu utaishia wapi? Muhammad alivyotuma kwa majini ili majini yakafanywe nini? Na siku moja yaende wapi? Na walioshikiana na majini wataenda wapi? Ndio maswali. Jamii jini. Soma hiyo kurasa ulimwengu wa majini, kitabu cha Waislamu kinasemaje? Ulimwengu wa majini kurasa 31. Ndio. Maneno yanasema hivi. Tembeza. Ibada hiyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Ibada hiyo kwa Mwenyezi Mungu tu. Kweli? Jambo hili ndio limesababisha wasiokuwa Waislamu. Jambo hili limesababisha wasiokuwa Waislamu kama mimi Abubakar kuikashifu dini ya Kiislamu kwa kudai ni dini ya majini. Ninapoichunguza dini hii ya Kiislamu natambua msomaji akasema ni dini ya nini? Ya majini. Kumbe Uislamu ni dini ya nini? Ya majini. Ni kitabu cha Waislamu. Nilipogundua Uislamu ni dini la majini, ikaendekana aje? Hatupingi. Waislamu nikawauliza swali, je, Waislamu nyinyi
majini ni Maislamu, hii Uislamu ni dini la majini. Waislamu wanajibu wae, hatupingi. Kumbe wanakubaliana na mimi. Tuwachapima kwa Waislamu, hawapingi. Hawapingi, dini lao ni dini la nini? La majini. Swali, hili dini la majini litawafikisha wapi? Shuka maneno. Kwani majini miongoni mwao? Kwani majini miongoni mwao Wapo Waislamu. ni Waislamu. Na wala hawana kitabu ila Qur'ani. Na majini hawana kitabu bila nini? Qur'ani. Kumbe kitabu cha majini ni nini? Qur'ani. Kitabu cha Waislamu ni nini? Qur'ani. Waislamu na majini wanachangia nini? Kitabu. Shuka maneno. Na hawana mtume Na majini hawana mtume ila Muhammadi. Muhammad ni mtume wa nani? Wa Waislamu. Na majini anasema mtume wao ni nani? Muhammadi. Sikiliza ngoma intro. Waislamu tunawataka kweli, mponye mioyo yenu, mubadilishe leo mawazo yenu. Mkisikia ujumbe huyu, sitaki muangamie, bali nawaonya kuupendo tu. Majini yanasema sisi kitabu chetu ni Qur'ani, na mtume wetu sisi majini ni Muhammad. Je, na Waislamu vile vile wanasema kama kitabu chao ni Qur'ani na mtume wao Muhammad. Kwa hivyo katika kauli ya majini na Waislamu wote ni wanini? Wandugu. Ninaweza kusema ni wandugu, wanasema hapana. Nakumbusha 46:29 Muhammad amesema ndugu zenu wa majini. Ni kweli? Inasemekana aje mwalimu? Hata hiyo chukua Qur'ani tuulize vizuri. 49:10 Qur'ani. Nisitikize neno la Muhammad. Aliposema kuwa Waislamu na majini ni ndugu, sio kasi moja. Anarudia 49:10. Maneno anasema hivi. Inasemaje? Kwa hakika Waislamu wote ni ndugu. Waislamu wote ni nini? Ndugu. Majini Waislamu na Waislamu wote ni nini? Ni ndugu. Na nisikia vizuri? Hivi mimi na Mkristo ambapo naishi Kenya tuko wa nini? Wa ndugu. Hivi majini ya Maka na majini ya Burundi wote ni nini? Ni ndugu. Majini ya Burundi na Waislamu wa Burundi wote ni nini? Ni ndugu. Kwa sababu wanaamini mtume mmoja na kitabu kimoja. Swali langu, huyu ndugu wenu na majini Muhammad alivyosema kuwa nyinyi ni majini, ni mandugu, huyu ndugu wenu utafikishiwa wapi? Na mwisho wenu wapi? Sababu gani? Mnaweza kusema jamani, majini haya sasa, jini ni vibaya, jini ni kitu kibaya. Na kuonya na kutazalisha, Mtume Muhammad tuambie majini yanatokea. Asili ya majini ni nini? Asili ya majini 105 ukurasa. Unaweza kuniambia haujatufundisha jini ni nini? Mimi nakwambia chanzo cha jini nini? Maneno yanasema. Inasemaje? Je, Ibilisi ni jini au malaika? Hili ni swali, sio mimi nauliza. Je, Ibilisi ni jini, ni Ibilisi ni jini aidha malaika? Mimi sitoi jibu, nauliza kitabu. Nipe majibu. Ibilisi ni jini aidha malaika? Inasemaje? Ni jini. Ibilisi ni jini anayetoka katika jamii ya kijini. Ibilisi, shetani ni jini anayetokana katika jamii wa kijini. Swali langu, kama Ibilisi ndio jini na Ibilisi ndio shetani, je, undugu wao na shetani mwisho wenu wapi? Kwa upendo leo mbadilike, mpokee Bwana Yesu mapema. Ni majini tu hawa wanaitwa wanini? Watu. Na nilipogundua hichi kitu kwa Waislamu na majini ni ndugu na baba wao hapo tunaona ni shetani, ikaanzaje mpaka huyu shetani? Je, kweli shetani wewe ni Muislamu na shetani? Basi kama hujanielewa jini, nataja shetani na wewe ni Muislamu. Ukurasa wa 20 asili ya majini. Wewe shetani ni Muislamu. Kitabu nipe majibu nisiseme mimi. Nakumbuka mara nyingi Waislamu wanasema Abubakar amesema, nasema sijasema, ninasoma. Tukumbushani. Mimi sijasema, bana kwa nini? Nasoma. Haya, na wewe uje usome usiseme. 20 nasemaje? Maneno anasema hivi. Ndio. Ni bahati mbaya. Ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwezesha shetani. Walijaribu kufanya uwezo wao kwa nguvu wamsawishe shetani, na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kwa Waislamu. Aweze kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Soma vizuri. Ndio hivyo. Ndio.
Ni Mtume Muhammad tu. Ni Mtume Muhammad tu Ndiye aliyemsilimisha shetani. ndiye aliyemsilimisha nani? Shetani Ehe. akawa Muislamu. Kumbe aliyomningiza dini shetani ni nani? Muhammad. Alimsilimisha nani? Shetani Shetani akawa nani? Muislamu. Waislamu na waonya, najua hapa mnapinda ndimi. Nisikilize, mimi mwanadamu ninaweza kutenda kitendo kibaya nikaitwa shetani kwa sababu nimeshawishiwa na nani? Na shetani. Kuna mwenye asili yake shetani akinishawishi mimi mwanadamu naweza kuitwa shetani. Lakini hapa aliyosilimishwa ni shetani mwenye asili yake. Ni Mtume Muhammad tu ndiye aliyomsilimisha nani? Shetani akawa nani? Muislamu. Swali langu, hivi Muislamu shetani alipoingia dini akawa Muislamu anasalia wapi? Anaamini nani? Muhammad. Anaamini nini? Qur'ani. Swali langu, Waislamu kwa upendo, kwa taazima na waomba mje muweke sawa. Lazima mmedanganya watu mara nyingi, muweke sawa. Kweli sisi ni mandugu na wajini. Asante. Mumukomera mashi umwanya w'minota 15 wiraheze mikrofoni igende ku ruhande rw'Abayisilamu mwenye kitu mwenza na mwanya dufise guta ingo umwigisha. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakushukuru sana kuvuga yuko misi yose dukoze umuhazara abakristo binjira mu Bisilamu. Ni narindiye kuvuga yuko abasilamu binjira mu Bukristo nabuze kiretse wabaye mbe murtado barimo ingumufasha hari ibintu byinshi gatahura. Naam, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafis sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kutaka rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma Profesa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, jambo la pili, acha nitoe shukrani zangu kwa hiyo Pastor Fidel kwa dakika zaidi 15 na ndiko zenye amepitia na maelezo aliyotoa hapa, lakini nakuja mwalimu nikufundishi. Wewe kaa tu nisikilize sasa, nimekuja. Unisikilize kabisa tena kwa makini. Mwalimu, naam, amejitahidi. Sio kusema ameshindwa, ila amejitahidi. Sasa tunaingia sasa wameandaa mada kusana andiko ndani ya Qur'an 46:29 Qur'an. Soma inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini. Huyu ni Mtume Muhammad akanaambia na malaika jipiga pili. Malaika anamwambia Mtume, Mtume Muhammad, waambie watu wakumbuke pindi tulipokuletea kundi la majini kufanya nini? Kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Nani akanasema? Malaika Jibril Gabriel ndo akanasema kumwambia Mtume Muhammad yeye anene aseme kuambia watu kumbuka siku tulipokuletea kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Basi walipohudhuria walisema kuambiana, nyamanzeni msikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Majini yaliposikiliza Qur'ani, kisomo cha Qur'ani kwa Mtume, yalisemezana kati yao majini, eti nyamanzeni msikilize kisomo cha Mwenyezi Mungu. Majini akanaambia majini yenzao nene mandugu yake. Endelea. Na ilipokwisha somwa walirudi kwa jamaa zao, ndio wakiwaonya ndio wakiwaonya wakasema, enyi watu wetu, ndio hakika tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa, kinachosadikisha aliyokuwa kabla yake. Simama kidogo. Muhammad alipomaliza kusoma kisomo cha Qur'an na majini kumaliza kusikiliza kisomo, yao yamerejea katika ndugu zao ya kijini, yakasema
tumesikiliza kitabu cha maajabu, maneno ya Mwenyezi Mungu. Haya ni majini, hata naambia majini menzao yanayobakia manyumbani bila kuja kusikiliza kisomo cha Qur'ani kwa mtume. Huyu sasa katika najenga hoja hapa, hamsikii kama majini ni mandugu na nani na Waislamu. Lakini sasa maajabu aliposhindwa kuelewa kusikia kama majini amekuja kusikiliza kisomo cha Qur'ani, ndipo aliposikia alishindwa kuelewa. Je, kwa Bwana Yesu yeye mwenyewe ilikuwa aje? Tumuulize Yesu kwanza. Je, Yesu kwako iliendeka aliwaambia watu wakafundisha majini kila kiumbe au lisema mwalimu? Marko 16:15 jinsi ka 16 inasema Yesu akawaambia, yeye mwenyewe Yesu mtume wa Mwenyezi Mungu Isa, Yesu mwenyewe aliambia mitume wanafunzi wake 12, aliwaambia nini? Nendeni ulimwenguni wote. Huyu ni Bwana Yesu akanaambia wanafunzi wake 12, eti nendeni ulimwengu wote, kwa maana katika dunia yote fanya nini? Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Eti mkafundishe injili kitabu alichopewa Nabii Isa Yesu kwa wana wa Israeli. Anawaambia wanafunzi wake 12, nendeni mkafundishe kitabu cha injili kwa kila kiumbe. Swali nakuja, majini ni kiumbe au si kiumbe? Aminiye na kubatizwa. Unasikia? Atakaye amini katika majini, katika minyama, katika watu, sikiliza sasa, ataokoka. Atafanya nini? Ataokoka. Atakaye sikiliza na akaamini, huyo ataokoka. Huyo ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Asiamini atafanya nini mwalimu? Atahukumiwa. Kwa maana mwalimu, hata na wao Wakristo wakichukua majini alafu wanapatia ubatizo kwa jina la Baba, la Mama na Roho Mtakatifu, yanafika yanakuwa Kristo. Bora kusoma. Hakusoma kabisa. Tunaenda mwalimu. Ndio. Sasa Mtume Muhammad kabisa, yeye ni profesa, alitumwa katika kila kiumbe, tena kwa dunia nzima. Ni ukweli alichonena ule pasta, ni ukweli na ushahidi. Qur'ani 21:107 Qur'ani tafsiri ya Farsi nasema ndio nasi hatukukutuma wewe Muhammad. Huyu ni malaika Jibril angalia anasema nasi hatukukutuma wewe Muhammad, hatukukuleta ila uwe rehema kwa ulimwengu wote. Muhammad ameleta katika dunia hii, dunia nzima, aje kuwa rehema kwa walimwengu wote, tena kwa kila kiumbe, na majini akiwemo na Wakristo wakiwemo, kwa sababu ni binadamu. Wakikubali Muhammad watafika wanasilimu. Tunaenda sasa mwalimu. Kweli kabisa. Twende na hoja meacha hapa. Kweli. Twende kihoja kitaalam kabisa. Ndio mwenyewe tu hoja hapa. Kweli. Sana kuja wewe tu masikio karibu na kuja. Pastor Emeji nisikilize, mimi nimekuja. Mwalimu nifuate. Ndio. Yeye mwenyewe Bwana Yesu alienda kufundisha majini. Kweli. Alienda kufundisha majini. Majini yenyewe walikuwa ndani ya gereza mwalimu. Akaenda kuyafundisha. Waraka wa kwanza wa Petro 3:19. Nyalikila giriti. Waraka wa kwanza wa Petro ni tatiemo. Soma Biblia imprimento mwalimu vipi? Imprimento. Waraka wa kwanza 3:19. 3:19. Hapo tuende Kiswahili ili waelewe hawa. Sawa kabisa. Kwa maana msije kusema wamezungumza Kirundi, tunazungumza Kiswahili ili muelewe. Inasema ambayo kwa hiyo aliwaendea roho. Huyu ndiye afanye nini? Endelea. Aliwaendea roho wale walio kifungoni, ndio akawahubiria watu wasioitii hapo zamani. Mwenyewe Bwana Yesu alienda katika gereza akaihubiri maneno ya Mwenyezi Mungu, injili, kwa uwezo
Mwenyezi Mungu. Mwalimu, wanatia tafutu. Hata na katika wanafunzi wake 12 mwalimu, palikuwa majini tena shetani. Katika wanafunzi 12 wa Yesu, palikuwa shetani tena na jini. Mwalimu, Yohana 6:70. Nyalikila giriti. Katika wanafunzi wa Yesu 12, shetani ndio huyo. Mbega. Sijaona watu ni 12. Huyu ni Yesu anasema sasa sio mimi niliowachagua nyinyi 12. Alikuwa muri mwebwe. Lakini mmoja wenu ni nani? Numugwanizi. Ni nani? Numugwanizi. Ni nani? Numugwanizi. Katika wanafunzi 12 wa Yesu, mmoja alikuwa ni adui Ibilisi. Katika wanafunzi 12 Ibilisi. Mpige kelele tena. Piga tena futu. Mwalimu, ndio akasema tena ngao majini hayana kitabu ila Qur'ani. Acha nini unataka mimi simeruka tulizwa Adventist katika mafunzo ya Adventist wa Kristo wenzenu. Je, majini yanaamini Biblia au hayaamini? Soma paji ya sasa katwiti. Soma hapo tusikie. Inasema hivi. Ndio. Sasa katwiti. Hapo. Inasema bitewenuka imyuka mibi izahamya ko yizera Biblia. Unasikia kwa hakika pepo wabaya, majini mabaya yatahakikisha akubalishe kama yanaamini kitabu cha Biblia. Hao ni wadokta wa pasta wenye akili zao. Wanakubali kama majini atahakikisha kama anakubali kitabu cha Biblia. Nenda mnunue vitabu nyinyi. Naam. Nifuate kwanza hapo nisikilize. Kweli. Huyu mwenyewe akafika na kuja hapa na hoja. Akasahau kama katika majini kuna majini Mayuda, kuna majini wa Kristo, kuna majini wa Islamu. Na uhakika wa haya nayo nasema chukua kitabu cha Uislamu, raha za peponi. Soma hapo. Inasema kama walivyo binadamu, kuna majini wa Islamu, kuna majini kabisa wa Islamu yanayokubali Mwenyezi Mungu umoja, hayakubali utatu kama nyie wa makafiri wa Kristo, na wanafanya ibada kweli. Tena majini yanafanya ibada kweli bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Pia kuna majini makafiri, kuna majini tena makafiri kama nini? Majini Mabuda, kuna majini Mabuda, majini Mayahudi, majini ya Mayahudi, majini Mahindi, kuna majini ya Mahindi, majini wa Kristo. Mwalimu, kuna majini hata wa Faransa. Na wa Faransa wapo. Hata na majini wa Kiroma wapo. Wote wapo hapa. Wapo kweli. Sawa. Tena kuna majini Kristo. Mwalimu, na wakia kama kuna majini wa Kristo, yanaamini kama walivyoamini wa Kristo. Wa Kristo wanaamini kama Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Yesu kama ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Si ndio wanakubali wa Kristo? Acha tuangalie majini. Je, yanakubali na yao kama Yesu ni mwana wa Mungu au vipi? Kama Mariko 3:11. Mariko 3 mstari wa 11. Soma tusikie. Inasema mwalimu wangu. Ndio. 3:11. Ndio Mariko. Inasema na pepo wachafu. Mwalimu, katika wengine msemo na majini wabaya, mapepo machafu na majini wabaya. Kila walipomuona Yesu, haya majini mabaya pindi walipomuona Yesu, walianguka mbele yake wakilia wakisema, yalianguka chini mbele yake akilia akisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Wewe ndiye mwana wa nani? Wa Mungu. Na Wakristo nakubali Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa maana wanaamini kama majini anavyoamini. Kwa maana majini ni wandugu na Wakristo. Wanachangia imani. Allahu Akbar. Imani ni moja. Mwalimu. Mapepo machafu yanaamini Yesu mwana wa Mungu. Ndio. Wakristo wanaamini Yesu mwana wa Mungu. Ndio baba. Na wao wanakubali.
Kweli kabisa. Pinga sasa toinga na hiyo pinga. Mwalimu, ndio. Lakini kwa sababu Yesu anajua kama sio mwana wa Mungu, ndio. Ni mwana wa Maria, ndio. Baba yake mlezi ni Yusufu. Endelea kusikia kisalia aliwajibu nini majini. Inaendelea. So majibu tusikia Yesu. Yesu akawakataza sana. Yesu alikataza majini yanayokubali kama yeye ni mwana wa Mungu wasimdhihirishe. Sasa waseme nini? Wasimdhihirishe. Wasimwambike uongo. Kumbe na Yesu majini yalikuja kumsikiliza. Ndio akafikana yakataza. Mwalimu, yalikuja kwa Yesu kama jinsi alikuja kwa Mtume Muhammad. Kama alivyokuja kwa Muhammad, akasikiliza kitabu cha Injili katika zama za Yesu. Zama za Muhammad akaja kusikiliza Qur'an. Takbir. Allahu akbar. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani warufu kwa chiaja kwinyege. Igera ngende tukuro. Yege imbere kwagiye kwinyege. Niko bimeze. Ariko ndacu. Ukanza mwari mutegura ikibazo bunye. Yaheje. Nanyaruke. Ni minoti uraza mu minoti wihendurenze yingo. Rahmatullahi wa barakatuh. Ikigwa cy'uno munsi kiraryoshe cyane. Kweli kabisa. Kiraryoshe cyane. Ikibazo cyane kana kibazo mu Kirundi no mu Giswahili. Kweli. Uko nabonye hano umenga bose ni bumva Igiswahili bose. Kweli. Sawa hari bumva Igiswahili no mu Kirundi. Kabisa. Mbere muri someri Samuel wa mbere 16:23. Hagira mweki. Hanyuma uko yampwemu mbi. Ati mwemu baryo chini ribe yarungitswe n'Imana yafata Sauli. Yarungitswe n'Imana yafata Sauli. Daudi yahitana inanga gacuraranga. Daudi yahitana inanga gacuraranga kubera mwari ikini ikibazo canje ni iki ko nuno munsi mukiririmba mu rushengero namwe muracari n'ikini ribi nicyo gituma muvuza inanga mu Kiswahili naho inasema ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu. Yani ile roho mbaya shini mbaya ikatoka kwa Mungu ilimjia Sauli, ikaja kwa Sauli. Ndipo Paulo ndipo Daudi akakishika kinumbi akakipiga kwa mkono wake, akaanza kupiga kinumbi naye Sauli akaburudishwa. Kwa nini wa Kristo mpaka hivi mnaendelea kulimba kanisani? Sauli subiri akaburudishwa na ile roho mbaya. Mmesema kama Waislamu ni ndugu na majini, lakini sisi tunaona mpaka hivi mnaendelea kupika kinanda ngoma kanisani mpaka hivi mko na jini mbaya. Ashinama ngahira Quran. Eko ahinama to kugira ngo ducungure umwanya tureka amajambo tugwize umwanya. Bwana Moses Nduwimana Shikano umwishyure mu minota irenguke ikibazo yabajije. Karibu mu minota 5 mumukomera amashi. Moses ariko arashikino kugira ngo ashike amwishyure. Ayo mashishiye mu mwongera yandi menshi cyane kuko yakwiriye. Iminota 5 itarenga irenguke mwishyure ikibazo. Haleluya. Amen. Kibazo babajije muri Samuel wa mbere 16:23. Hanyuma ngo imwemu mbi irungitswe n'Uhoraho igafata Sauli. Dawidi yacayitana inanga agacuraranga, hanyuma ya mwemu mbi ikamuvamo. Ati mbega nase ko tubona amashenge turirimba turi mwemu mbi. Icyo kibazo cyawe ngicyo sawa. Abakristo kuririmba ntabwo bari mwemu mbi, ahubwo ubanza kumenya icyatumye Dawidi aririmbira Sauli. Mbega byari byagenze gute? Subiraho nyene inyuma ku murongo wa 14 haravuga akaririmba ni 14 mwemu Uhoraho amaze kuva kuri Sauli. Mwemu Uhoraho amaze kuva kuri Sauli. Imwemu mbi irungitswe n'Uhoraho. Imwemu mbi irungitswe n'Uhoraho yamigenda imufata bwa gitangwe. Basi kubw'ibyo iyo mwemu mbi, mwemu Uhoraho bwa mbere amaze kuva kuri Sauli, imwemu mbi irungitswe n'Uhoraho. Iyo mwemu mbi yarungitswe n'Uhoraho yagiye kwa Sauli
nk'igihano kigiye kumuhana kuko Sawuli mwemu rero amaze kumuvako kuko yari yamaze kugabitanya kuhoraho. Kubw'ibyo rero kwa hiyo sasa Wakristo kama wanaimba sio kwamba wana mapepo, hapana. Kwa nini? Kwa sababu Wakristo wana roho wa Mungu. Roho wa Mungu hajatoka. Wakorintho wa kwanza 2:10 mwanangu. Wakorintho wa kwanza 2. Hakuna Biblia ya Kiswahili hapo? Biblia ya Kiswahili hapa sioni, tutafuteni kwenye simu. Soma basi. 2:10 inasema hivi. Inasemaje? Ariko Imana yaduhishuriye muri mwemu wayo. Lakini sisi Mungu ametufunulia kupitia roho wake. Mwemu asasa byose. Roho ayachunguza mambo yote. Nibihishijwe. Hata mafumbo ya Mungu. Iby'Imana. Basi. Kwa hiyo sisi wa Kristo tuna roho wa Mungu, na kama tunaenda makanisani sio kwamba tuna roho chafu, hapana. Sisi tuna roho mtakatifu na tunamwimbia Mungu. Hapo vipi? Hapo sawa. Hatuna roho mbaya sisi, wala hatuna mapepo. Sisi tuna roho mtakatifu. Basi. Na ndio maana tukiimba, kwa sababu ndani ya nyimbo kuna uwezo, tukiimba mapepo yanakimbia. Sasa Biblia inaturuhusu sasa. Usifanishe Biblia. Ufafanuzi wa Biblia ukurasa wa 277 inasemaje? Ufafanuzi wa 277. Ndio. 77 inasema hivi. Anzia juu. Kuabudu na kusifu. Kuabudu na kusifu. Kuabudu na kusifu. Kuabudu na kusifu. Havitenganishwi katika maisha ya Mkristo. Havitenganishwi katika maisha ya Mkristo. Kusifu ni kutoa shukrani na heshima kwa Mungu. Ni kutoa shukrani na heshima kwa Mungu. Kumtukuza hasa kwa nyimbo na kucheza. Kwa hiyo lazima kanisani tuimbe na kucheza. Hiyo lazima kabisa. Kwa nini? Hata Qur'ani inathibitisha. 37:157 mwanangu. 158 ama 60. 37 hata kwa nakubali 160 inasema ikiimba Qur'ani. Inasemaje? Inasema hivi mwalimu. Lakini kilipowajia hicho kitabu 37 anza 159. Unapanda tu kidogo tu. Wewe vipi mwanangu? 37 ndio 159. Unapanda tu kidogo. Kama sema na 60 unapanda juu. Inasema vizuri. Bila shaka tungalikuwa waja wa Mwenyezi Mungu. Waliostahili, waliosafishwa. Endelea sasa. Lakini kilichowajia kitabu hiki ndio walikikanusha. Basi karibuni watajuta. Watajua. Kuna aya natafuta hapo, isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliotakasika. Sema. Nasema 37:60. Sasa wewe vipi? Inaimba vizuri mwalimu, macho yangu yaoni. Isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliochaguliwa. Isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliochaguliwa. Waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu. Waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu. Hao ndio wanajua kumsifu Mwenyezi Mungu. Sawa kabisa. Kwa hiyo hata Qur'ani inathibitisha kwamba waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu hao ndio wanaojua kufanya nini? Kumsifu. Na kama Kristo makanisani wanaimba ni kwa sababu wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Ndio kabisa. Waliochaguliwa, haleluya. Waliochaguliwa, zunguka kidogo, zunguka. Haleluya. Basi Basatatu amejibiwa, hakujibiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujane microphone hariya usanga tangaye cyane. Yani kumusifu Mungu wewe ni musifu sikio. Alhamdulillah. Hapa imeimba. Tayari nimesha msifu Mungu. Safi. Alhamdulillah. Ashukuriwe Mwenyezi Mungu. Na hejiche. Hiyo ndio sifa. Hiyo ndio kumusifu kabisa. Ikibazo na bacice ni imwemu ifashe Sawuli. Dawidi acaitani nanga karirimba ngo imwemu bikagira gute ikamuvamwo. Ndakubaza ni ko mwavuze abayisilamu tuba bagenzi b'amajini. Ko mwebwe namwe imwemu bari yo majini mabi. Iyo afashe Sawuli acaitani nanga Dawidi akaririmba ikamuvamwo.
ko mukibandanye kurimba mu rushengero impwemu bari byo jini ribi birabavamwo baririgwana. acha yiruka gusoma Samueli wa kwanza 16:14. Yani mungali na ile roho mbaya ya jini mbaya, kwa sababu mnaendelea kuimba kanisani. Mungekuwa hamuna urafiki na majini, hamungeimba kanisani, kwa sababu kiimba kanisani kipiga nangana kinanda, jini mbaya inatoka. Kwa sababu gani hivi mnaimba? Ni kwa sababu mungali na majini wabaya. Inaonekana nyie ndio marafiki na majini. Soma hiyo. Inasema niondoleeni. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Tunaingia katika tumulize Mwenyezi Mungu katika Biblia. Mungu mwenyewe huyo ameleta maneno ya Paulo, akasema eti ni maneno ya Mungu. Ngoja tumuulize Mungu. Mungu, unakubali watu waendelee kuimba au unafanyaje? Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Amosi 5:7. Niondolee kelele za nyimbo zenu. Kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Sitaki kusikia hizo sauti za vinanda, kwa sababu vinanda vinapendwa na jini wabaya. Nyie mna majini wabaya na mnaendelea kuimba. Kweli kabisa. Nini habari sasa? Ngoja kuonyoa sikiliza kwa nasikia kirundi sasa. Umwe muri twebwe menya basiba umwe mutebwe n'umugwanizi. Fanya rakamwe haribu. Nasema avuga ngo iki? Satani yahora afise ingabire yo kuririmba. Satani ngo yahora afise ingabire yo kugira gute? Yo kuririmba. Nico gituma nabo no musi baririmba hehe? Mu mashengero. Kuba bari mwonde. Shetani ukakunda iki? Umuziki. Bandanya. Harabandanya. Ingabire yo kuririmba ni ingabire idasanzwe. Ingabire yo kuririmba ni ingabire idasanzwe. Abantu barakunda umuziki. Abantu barakunda umuziki. Abantu barashira hejuru abacuraranzi n'abaririmbyi. Lucifera ni wa Shetani. Lucifera ni wa Shetani. Yahagaze mu biro by'umuziki igihe cyose. Shetani amekaa katika ofisi ya wafanya nini? Ya wasaji. Yani ukiimba wewe uko mfuasi wa nani? Wa Ibilisi. Yani wa Kristo ndio wafuasi wa majini. Kweli kabisa. Hiki ni kitabu. Si kitabu tunasoma. Mna vitabu mwende mkanunue. Akasema hivi, ndio roho mbaya ilitoka kwa nani? Kwa Mungu. Akasema ati majini ni marafiki na Waislamu. Kwa Wakristo sasa majini marafiki wa Mungu. Wewe mwenyewe chagua. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hama mikrofoni ibiracha ku ruhande rw'Abakristo kugira ngo tubandanye. Sindu Imana shika hano mu minota 2 ubabaze ikibazo hama bashikano binshure. Karibu mwaza mukomera amashariko araza muri kino kibanza kugira ngo ashike hano abaze ikibazo. Hama sabe abariko barabaza n'abariko barishura bisunge ikigwa, kandi n'ibibazo bibazwe byishunze ikigwa mu mukomere bashirero, ariko araza kubaza iminota 2 gusa. Murakoze. Na asante kwa muda, na kama huyu ambao nimepewa niweza kuuliza swali kwa dakika 2. Swali ambalo limeulizwa limejibiwa, ila majibu yaliyotolewa yamekataliwa na Waislamu. Sasa nitauliza baadaye. Swali langu liko kwenye Qur'ani 46 aya yake ya 29. Msomaji ametusomea akasema ya kwamba kwenye ufafanuzi ya kwamba Muhammad aliwaambia Waislamu ya kwamba ndugu zao ni majini. Walijibu jawabu nzuri waliposikia kisomo cha Qur'ani. Sasa haya maneno yanayopatikana ndani ya Qur'ani ambayo yamesemwa na Muhammad ya kwamba nyinyi Waislamu na majini mko wa ndugu, ni ya kweli ama ni ya uongo? Je, Muhammad alisema kweli au alisema uongo? Sasa huyu mwalimu aliyetoka hapa amesema ya kwamba kuimba imekatazwa, lakini hajaelewa kuimba haijakatazwa. Sawa? Na kama tunaimba si kwamba tuna mapepo ndani yetu, hapana. Nimetoa andiko inaonyesha ya kwamba sisi wa Kristo tuna roho wa Mungu. Sasa kama sisi tunaimba, imeanza huko zamani za kale kabla sisi hatujaja. Wapi? Nehemia 9:5. Soma hiyo. Ndipo Walawi, Yeshua na Kadimieli, ndio Nabani, ndio Hashabieli, Sherebia, Nahodi, na Petro
wakasemaje? Simameni basi, Muhimidi Bwana, ukamhimidi Bwana Mungu wenu, tangu milele hata milele. Kwa hiyo lazima tuimbe, hatukomi. Lazima tupige mziki lisani mwa Bwana. Ni vipi? Hawa hawezi imba kwa sababu kuna majini. Hawawezi. Swali nimeshauliza. Ndugu zenu wa kijini mikrofone iliko irazaharia sababu abantu baringa kugira ngo batanginzira wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemwe na washavuye erega suje yabivuze n'ibitabo bya bivuze. Imana yavuze ati murugo mu kwindirimbo zanyu mu matwi. Umva ruje yabivuze n'ibitabo. Nimba utazi kubisoma turarindira bagusomera. Warimo abajije ikibazo cyoshe bingumushire ku murongo. Amidu Pandas njoo hapa umuweke sawa kabisa. Wajua haelewi kabisa. Njoo. Okay. Katumishire ku murongo. Zamura lirimba. Shetani ni wabihagarariye. Ndo bosi wao. Mutoka mu gikoni bindi. Atawalipa moto wa jahannam. Atawalipa. Mtaingia. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu raha so raha. Raha so raha. Raha kabisa. Acha tuongeze manjonjo sasa. Inshallah. Tunaongeza manjonjo. Kweli kabisa. Kwa maana mwalimu, naam, tumeshafundisha tena ameelewa. Kweli. Lakini angali na mashaka kabisa. Kwenye andiko la Qur'ani 46:29 kwanza pasome. Hii andiko ni ukweli au si ukweli? Mtume Muhammad kasema ukweli au uongo? Katika pasole lake A na B. Nimekuja kujibu sasa. Inasema ndio, na wakumbushe ndio tulipokuletea kundi la majini kwa kuja kwako kuisikiliza Qur'ani. Simama kwanza kidogo. Anayesema na wakumbushe sio Muhammad, tena sio majini. Anayesema na wakumbushe ni malaika Jibril, ndio akanasema kumwambia Mtume Muhammad awakumbushe wakina nani? Sema inasema endelea. Na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini kuja kwako kuisikiliza Qur'ani. Jibril malaika hata anamwambia Mtume wakumbushe watu pindi wakati tulipokuletea kundi la majini kuja kwako, kwa maana majini ya nafasi alipotoka akaja kwa Mtume kusikiliza Qur'ani. Endelea. Basi walipoihudhuria walisema, majini yaliposikiliza Qur'ani, kisoma cha Qur'ani yao majini yalisema, si Mtume hapa wala sio malaika. Majini ndio yakasema nini? Walisema kuambiana, nyamazeni msikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Majini yamesema yakaambiana, kwa maana majini yamesema kuambia majini menzao yanyamaze asikilize Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Na ilipokwisha somwa, Muhammad alipomaliza kusoma Qur'ani, walirudi kwa jamaa zao. Haya majini sasa yamefika na rejea, akarudi kwa jamaa ndugu zao wakijidi, wakiwaonya wakasema, majini akasema kuambia au kunenea ndugu zao kijini, enyi watu wetu, hakika tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa. Kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake. Hiki kitabu kinasadikisha, kinakubalisha yaliyokuwa kabla yake na kinachoongoa katika haki. Tena hiki kitabu cha Qur'ani kinaongoza katika haki na katika njia iliyonyoka. Haya ni majini yakanaambia ndugu zao wakijini. Sasa akajenga swali. Haya maneno ni ukweli? Kweli kabisa. Ni ukweli niliyokwambia kabisa. Ni ukweli sio uongo. Kwa sababu gani ni ukweli mwalimu? Raza peponi ukurasa wa 114. Inasema ndio, inasema kama walivyo binadamu. Usikie, kama walivyo binadamu, kuna majini Waislamu. Kuna majini kabisa Waislamu yanayokubali kama Mwenyezi Mungu ni umoja. Hakubali kama Mwenyezi Mungu anaingia katika utatu. Haya ni
majini kabisa Waislamu ndio. na wanafanya ibada kweli kweli. Tena majini yanafanya ibada kweli kweli, yanamwamini Mwenyezi Mungu ndio. Pia kuna makafiri, Tena kuna majini makafiri haya mkubali Mwenyezi Mungu, yanakubali utatu kama nyie. kama vile majini mabudhu, Kuna majini mabuda na majini mayahudi, kuna tena majini mayahudi na majini mahindu, tena kuna majini ya mahindi na majini makristo, na majini wa Kristo. Majini makristo yapo. Haya majini makristo yanakubali miungu mingapi? Mitatu. Tena yanakubali kama Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kama wanavyokubali wa Kristo. Sasa haya majini yanayokubali kama Yesu ni mwana wa Mungu, haya ni mandugu na Wakristo kiimani. Ila sio kimaumbile, kiimani ni mandugu yenu. kweli kabisa. Sasa majini yanayokubali Mwenyezi Mungu ni umoja, haya ni mandugu yetu kiimani, hapana kimaumbile. Hamwelewi? Kwa sababu gani mwalimu? Ndio. 2:10 Malaki. 2:10 Malaki nasema. Ndio. Twese nitusangie data. Hii ni Bible, Biblia inasema, je, sisi sote hatuchangii Mwenyezi Mungu? Mungu aliyetumba si mmoja? Je, Mungu aliyetumba si umoja? Majini, kuna majini yanayokubali Mwenyezi Mungu mmoja, na kuna majini yanayokubali miungu mingapi? Mitatu. Sasa miungu inayokubali miungu mitatu, Tata, Mwana na Roho Mtakatifu, haya ni mandugu na Wakristo kiimani. Na majini yanayokubali Mwenyezi Mungu mmoja, haya ni mandugu zetu Waislamu kiimani. Tayari. Waliko warasha. Mada kuisha kabisa. Mada ya hepo. Tumeshamaliza. Amekubali kwamba yale maneno yaliyopo ndani ya Qur'ani ni ya kweli, na Muhammad kasema kweli, hakusema uongo. Kwa hiyo majini na Waislamu ni wa ndugu. Hilo halipingiki kabisa. Bali mwenyewe amekiri kwa kinywa chake. Sawa kabisa. Lakini akasema hivi, na majini wa Kristo wapo. Eti hao majini wa Kristo wanaamini utatu, lakini hakutoa andiko. Amesema kidogo, wewe ukirudi hapa utoe andiko wapi majini yanaamini utatu. Utatu. Hapa kati na mdomoni hapa. Ukisema neno, toa ushahidi. Haya maneno ni yako, na tulipo nimeyatoa hata ndani ya vitabu hayapo. Sasa tunaona kwamba huyu sasa majini na Waislamu tunaona kwamba baba lao ni nani? Ni shetani. Kwa hiyo shetani Muislamu, majini wa nani? Waislamu. Sasa kwa sababu mmeshirikiana na majini na tunajua kwamba ni viumbe wabaya, Allah anasemaje? Mwisho wenu na nyinyi majini mlioshirikiana mtapenda wapi? Allah anajibu 6:128. Na wakumbusha siku tutakapowakusanya wote. Na wakumbusha siku tutakapowakusanya wote. Na waambieni enyi makundi ya majini. Sema kama ilivyoandikwa mwanangu. Awaambie enyi makundi wa majini. Sikiliza sasa, sio kundi moja ama mawili, yani ni makundi yote. Enyi makundi ya majini, hakika nyinyi mmechukua wafuasi wengi katika katika wanadamu, na hawa ni Waislamu. Wengi katika wanadamu, ndio, na marafiki wao katika binadamu. Inaendelea, watawagombania. Wasemeje? Ewe Mola wetu, tumenufaishana sisi na wao, na tumefika muda wetu uliotuwekea. Ndio. Basi Mwenyezi Mungu atasemaje? Moto hiyo makazi yenu nyote. Kwa hiyo Allah anasema siku ya kiyama atayakusanya yale makundi yote ya majini na wale Waislamu ambao wamekubali kushirikiana nao. Mungu atasema moto ndiyo makazi yenu, mtakaa humo. Ili sasa mwepuke jehanamu Waislamu, ili mwepukane na majini, lazima mumwamini Yesu mpate uzima wa milele. Mkiambatana na majini jehanamu mnakwenda. Na sisi hatutaki jehanamu mwende, tunataka muokolewe. Njoni mkamwamini Bwana Yesu, muachane na majini. Mnasemaje? Mko tayari? Yaani mnaamua kutapana jehanamu na majini. Njoni kwa Yesu, tutawapokea. Asante.
Bwana Yesu awabariki. Tuko karibu ya Tanzania. Mkono mashi.